Nafundisha nguvu ya maombi ya Mkristo. Nguvu ya maombi kwa Mkristo. Maombi ni nini? Maombi ni njia moja ya kuongea na Mungu. Lakini pia maombi ni uweza fulani ambao unakusaidia kufikia kupata nguvu ambazo ni za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. So hatuombi kwa sababu tunaomba, lakini pia tunapata access ya kupata nguvu ama ya kuomba nguvu ambazo ni nguvu za kiungu. So hatuombi kwa sababu watu wanaomba, lakini tunaomba kwa sababu pia tunamjua yule ambaye tunayemuomba. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo, James chapter 5 verse 16. James chapter 5 James chapter 5 verse 16. Biblia inasema mstari wa 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Katika kuomba, wakati tunapoenda mbele za Mungu ama wakati unapoenda mbele za Bwana, ni lazima ujitakase. Mara nyingi tunaamka ama tunakurupuka, unapiga magoti tayari unaanza kuomba, Mungu nifanyie hivi, Mungu nifanyie lile. Lakini ukweli ni kwamba unapoenda mbele za Mungu, kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu ni mtakatifu, na kila anayeenda mbele za Mungu lazima kwanza ajisafishe. Kujisafisha ni kwenda mbele za Mungu kwanza ujitakase. Umwambie Mungu, nimekuja mbele zako, ninajua kwamba nimekukosea, ninajua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Bila huruma yako, bila neema yako, mimi sitaweza kukufikia. So unaenda mbele za Bwana ukiwa umejitakasa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaya kwamba mikono yenu imegusa vitu vilivyo najisi, miguu yenu imekimbilia kumwaga damu. Kwa hivyo tunapoenda mbele za Mungu lazima kwanza tunyenyekee miguuni pa Mungu, tumwambie Mungu, nioshe, nitakase. Kwa sababu kama mwanadamu wakati mwingine unatenda dhambi kwa kujua ama kwa kutokujua. Wakati mwingine tunawaza mawazo ambayo hayampendezi Mungu. Wakati mwingine tunatazama vitu, macho yanatudanganya, tunajikuta tumetenda dhambi. Sasa ujue kwamba unaenda mbele za Mungu, na kwa sababu unajua kwamba Mungu ni mtakatifu, unaenda mbele zake ukiwa umejitakasa. Unamwambia Mungu, nioshe, nitakase kwa damu yako, nitakase kwa damu yako yenye nguvu, nioshe kwa isopo. Ni wewe peke yake ninayekutegemea. Ninakuja mbele zako Bwana. Kuna mambo mengine nimetenda kwa kujua, mambo mengine siyajui, lakini Mungu nimekutenda dhambi, na wewe Mungu ni mtakatifu. Wakati unapojitakasa, wakati sasa unapoenda mbele za Mungu umejisafisha, sasa Mungu yuko tayari kukusikiza ama kukuangalia, sababu wewe umejitakasa. Hatufai ama Mkristo unaamka asubuhi ama unaamka usiku unaanza kuomba tu, unakurupuka. Usikurupuke kwa sababu Mungu ni mtakatifu. 2 Timothy chapter number 2 verse 19. Maandiko yanasema kwamba kila anayeliita jina la Bwana, kila alitajae jina la Mungu, ni lazima akaache uovu wake. Wewe ambaye ni Mkristo, maandiko yanasema kwamba wakati unapotaka kuliita jina la Bwana, lazima ukamwambie kwamba Mungu akutakase. Kama kuna uovu ndani yako, mwambie Mungu, nisamehe. Najua kwamba nimetenda dhambi. Ninahitaji msamaha wako. Nahitaji huruma yako. Maana ninakaribia katika nini? Katika kiti chako cha enzi. Ninaitisha uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu hauwezi kuja kwa kukurupuka. Uwepo wa Mungu hauwezi shuka, ama utukufu wa Mungu hauwezi shuka kwa kuamka tu kiholela holela na ukaanza kuomba. Kumbuka kwamba Mungu si mwanadamu. Mungu ni mtakatifu. Na ndio maana maandiko yanatuambia kwamba anayeliita jina la Bwana, anayepiga magoti akimwambia Mungu ni rehemu, lazima akaache uovu wake. Hapo ndipo utamwomba Mungu na Mungu atasikia dua yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba hiyo verse 16, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Lakini katika yote lazima tuombeane. Mimi ninakuhitaji wewe uniombee,
na wewe unanihitaji mimi. So tunapoombeana, ninapokujali kama ndugu yangu, nikijua kwamba hata wewe pia ninahitaji maombi yako, na wewe pia, ili mimi nisimame mbele yenu, najua kwamba kuna watu wameniombea, kuna watu wameintercede kwa sababu yangu, kuna watu wanasema Mungu mtumie mtumishi wako. So ninakuhitaji wewe na nakuhitaji na mimi. Lakini ili tupate upenyo na ili tuone nguvu ya Mungu, lazima tukaache dhambi, tukaache uovu, ili tukaone nuru ya Mungu. Nguvu ya maombi katika Mkristo. Maandiko yanasema kwamba, aya ya 2, mpate kuponywa, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Hii haki inapatikana wapi? Wakati umejitakasa, wakati umemwambia Mungu nioshe, wakati umemwambia Mungu takasa mawazo yangu, chochote Mungu ambacho hakikupatia utukufu katika mwili wangu na maisha yangu, Mungu naomba unisamehe. Ninakataa kama kuna uovu ambao unasababisha kuzuia upenyo, Mungu niondolee. Sasa ninakuja mbele zako. Hapo sasa ndiyo unapata haki ya Mungu, unapata kibali cha kuitwa mtakatifu ama mwenye haki wa Bwana. Sasa hapo unaenda mbele za Mungu kwa sababu tayari umeshapata kibali cha kuitwa mwana wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba maombi ya mwenye haki yanafaa sana anapoomba kwa bidii. Kwa hivyo kuna kuomba, lakini pia kuna kuomba kwa bidii. Kumbe unaweza omba ukawa unaomba kwa sababu wengine wanaomba, lakini sasa kuna kuomba kwa bidii, ukimwambia Mungu, mimi nimejisacrifice, maisha yangu lazima yabadilike, lazima nione nuru ya Mungu. So nitatembea katika njia zako ili na mimi nikatestify uzuri wako katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanatupatia mfano wa mtumishi wa Mungu Elia. Anasema kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Kuna kitu hapo tunajaribu kufundishwa. Mara nyingi sisi tunasema kwamba mimi sio Yesu, mimi si Elia. Ni kweli, lakini wewe ndio Elia wa sasa. Wewe ambaye ndiye Mungu sasa amekuita leo, sasa ukamtafute Mungu. So Elia alipita, lakini tumepewa mfano. Elia wa sasa ni mimi na wewe. Maandiko yanasema kwamba Elia alikuwa mtu kama mimi na wewe. Alikuwa na macho kama haya yangu na yako. Alikuwa anatembea kama mtu wa kawaida kama mimi na wewe. So hakuwa ni mtu tofauti, eti alishuka toka mbinguni. Hapana, maandiko yanasema kwamba alikuwa kama mimi na wewe. Alikuwa na tabia za mwanadamu kama vile mimi na wewe. Lakini maandiko yanasema kwamba aliomba kwa bidii mvua isinyeshe. Aliomba kwa bidii ili mvua isinyeshe. Kwa hivyo Elia hakuamka akaanza kuomba, lakini aliomba, akaomba, 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 akaomba mvua isinyeshe. Hakusema tu mvua isinyeshe, lakini aliomba, akaomba, akaomba, mvua ikakataa kunyesha. Tena maandiko yanasema kwamba katika wakati nyakati zilipofika, ama miaka 3.5, Elia huyu akaenda mbele za Bwana, akaomba, 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 na mvua ikafanya nini? Mvua ikanyesha. So mimi na wewe hatuna tofauti. Elia wa sasa ni wewe. Ni wewe sasa umwamini Mungu na uamini maombi ambayo unayoomba. Mkristo bila maombi hakuna mahali unaenda. Maombi ndio itakusababisha ujue mbinu ya adui yako. Bila maombi hautajua vile vita viko mbele yako. Pasipo maombi utakuwa mtu wa kawaida. Pasipo maombi shetani atakuchezea vile anavyotaka. Amen. Katika kuomba, hapo ndipo tunapata nguvu. Mkristo anapoomba, hapo ndipo anapata nguvu. Na Mkristo asiyeomba, huyo ni kama debe tupu. Unaomba lakini unapoteza wakati. Number 1. Ni kitu gani kinafanya maombi yetu yanakuwa na nguvu? Kumbe kweli tunaomba, lakini ni kitu gani kinasababisha maombi yetu yanakuwa na nguvu? Hata tunasema kwamba yanafanya nini? Yanagusa anga, yanaharibu nguvu za giza. Ni kitu gani kinafanya maombi yetu yanakuwa na nguvu? Maombi si kuomba
kwa maneno mazuri ama maneno matamu. Hiyo sio sababu. Lakini kuomba ni kwa sababu kwa yule ambaye unayemuomba. Hapo ndipo maombi yako yanapata nguvu. Si kuomba kwa maneno mazuri tu, lakini maombi yako yanakuwa na impact ama yanakuwa na nguvu kwa sababu yule unayemwendea ndio anayekupatia hiyo nguvu ya maombi yako. Unapoomba, maombi yako yanakuwa na uweza ya kupambana na nguvu za giza, ya kupambana na maroho. Kwa sababu gani? Unayemuomba unamjua na unamwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Matthew chapter 7 verse 7. Mathayo mlango wa 7. Nguvu ya maombi ya Mkristo. Maombi ya Mkristo yana nguvu. Maandiko yanasema katika Mathayo mlango wa 7 mstari wa 7. Yesu anatuambia nini? Anasema kwamba ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni mtapewa. Siwezi jua kama una shida kama haujaniambia. Wakati unaponiambia kwamba mimi nina tatizo fulani, ninahitaji unisaidie, hapo ndipo ninajua kwamba fulani ana shida fulani, anahitaji msaada wangu. Hivyo ndivyo ilivyo Mungu wetu. Mungu anajua kweli tatizo ulilo nalo, lakini kuna kitu Mungu anataka kutoka kwako. Mungu anahitaji kusikia wewe, je, unataka huo uzima? Kwa sababu hata ukikaa vile umekaa, Mungu hana shida na wewe. Hata kama unapitia matatizo ya aina gani na wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu hana shida. Lakini wakati unapoenda mbele za Mungu, unamwambia Mungu, ninahitaji huruma yako. Vita hivi mimi Mungu sitaviweza peke yangu. Ninaomba ukaingilie kati, unitetee katika vita hivi. Tuma Roho wako ndani yangu, anisaidie kupigana vita hivi. Hapo ndipo Mungu umemruhusu, na Mungu anakuja, anakushika na mkono wake wa kuume, anakutetea. Kwa sababu gani? Umemwinvolve Mungu katika matatizo yako. Lakini usipomhusisha Mungu, Mungu hana shida. By the way, Mungu hana shida hata unapopitia changamoto gani. Hilo lazima ulifahamu kama Mkristo. Mara nyingi tunaassume Mungu kwamba kwa sababu anajua kila kitu, so kila kitu atafanya. Hapana. Kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu ametuambia tuombe chochote kwa jina la Kristo tutapata. So usiassume kwa sababu Mungu anajua matatizo yako so atakutendea. No. Mungu anataka utamke. Mungu anataka ujinyenyekeze mbele zake. Umwambie Mungu, nimeinua mikono yangu, nimekuja kwako, nahitaji shida hii uingilie kati, uitatue. Usiassume kwamba Mungu anakuelewa. Yes, Mungu anaweza kuwa anakuelewa. Lakini je, umemwambia? Umemruhusu Mungu afanye kazi ndani yako? Je, umemruhusu Mungu kumwambia Mungu nimekupatia nafasi ya kwanza, ama umempatia Mungu nafasi ya pili? Wakati unapomwambia Mungu ongoza maisha yangu, Mungu ataongoza kwa sababu umemruhusu. Hata ukisoma historia ya wana wa Israeli na Musa alipokuwa anawaongoza, unaona Musa anamwambia Mungu, pasipo Roho wako hatutaenda. Kwa sababu Musa alijua kwamba pasipo Mungu maadui watatushinda. Kama Mkristo, pasipo maombi utachoka njiani. Maombi ndiyo yanakupatia nguvu ya kusonga mbele. Kupitia kwa maombi ndiyo unajua kwamba adui yako anapanga nini. Mungu kupitia kwa maombi anafungua masikio yako ya kiroho, na ndiyo maana unasikia. Ndiyo maana tunaota ndoto. Ndiyo maana tunaona maono. Maono hatuyaoni kwa sababu tunaona maono ni lazima. Hapana. Ni kwa sababu ya nguvu ya Mungu ambayo inapatikana katika maombi. Wakati watumishi wanakuambia kwamba nimeona jambo fulani, Mungu amenifunulia kitu fulani, hajaamka karupuka akasema kwamba nimeona. Hapana. Amemtafuta Mungu na Mungu akakubali kumwelekeza mtumishi wake. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya Mkristo anapoomba.
Ndimo maana tunaambiwa kwamba kuna nguvu katika maombi. Maombi ya Mkristo hauwezi kuyakompea na maombi ya mtu mwingine yoyote. Kweli kila mtu Mungu amempatia neema yake, lakini wacha nikwambie, maombi ya Mkristo yana nguvu ya kubadilisha hali yoyote katika maisha yako na katika maisha ya mtu yoyote ama katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba aya ya pili, tafuteni nanyi mtaona. Kumbe unazaomba, lakini usipotafuta hautaona. Lazima uchukue nafasi ya kumtafuta Mungu ndipo umuone. Anasema kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa. Wakati unapoendelea kumuuliza Mungu, wakati unapoendelea kumwambia Mungu, ninakuhitaji, jambo hili nakuhitaji, katika matatizo haya nakuhitaji, katika hali hii Mungu nakuhitaji, katika maisha haya nakuhitaji, katika maombi haya Mungu nahitaji uingilie kati. Maandiko yanasema kwamba hapo utamuona Mungu akifanya, kwa sababu Mungu yuko pale kulitimiza neno lake. Waibrania mlango ule wa 4 verse number 16. Maandiko yanasema kwamba Waibrania mlango wa 4 mstari ule wa 16. Maandiko yanasema kwamba basi tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Tukaribie kiti cha rehema kwa ujasiri ulio mkuu, ili tukapate kuona nuru ya Mungu katika maisha yangu na katika maisha yako. Kwa ujasiri, maandiko yanasema kwa ujasiri. Kwa Kizungu inasema kwamba let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yaani tukikaribia kiti cha rehema cha Mungu, ili fanya nini? Tukapate kupata usaidizi wakati wa uhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapoomba pia tunahitaji nini? Tunahitaji neema, na pia tunahitaji nguvu ya Mungu ili tufanye nini? Tukapate msaada wakati wa uhitaji. Wakati wa uhitaji ni wakati gani? Ni wakati unapopitia changamoto katika maisha, wakati unapoona huduma imekuwa ngumu, wakati unapofunga na kuomba unaona hali haziendi sawa, wakati unapoombea jambo fulani. Huo ndio wakati wa nini? Wakati wa uhitaji. Hapo ndipo tunapata ujasiri. Kwa sababu gani? Mungu anaweka ujasiri ndani yako ili kwamba uwe na nguvu ya kuamini kwamba jambo hili nitalipata. Kwa sababu pasipo ujasiri hautaomba. So kumbe unahitaji ujasiri wakati unapoenda mbele za Bwana. Uwe na uhakika na confidence kwamba ninaenda mbele za Mungu na ninaamini kwamba huyu Mungu atanifanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 16. Anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ili tupewe rehema tunapoenda mbele za Mungu, ili aachilie huruma yake, ili aachilie neema yake, lazima tuingie mbele za Mungu tukiwa na uhakika na huyu Mungu. So nguvu yetu ya maombi inatimilika wakati tunapoenda na uhakika. Unajua kuna watu wanaomba lakini hawana uhakika kama Mungu atafanya. Ni kweli kabisa, unaomba lakini hauna uhakika. Ndio unaona mtu anaomba alafu anasema hii hali hii nimeiangalia, sidhani kama nitaweza kweli sahihi.
Okay, umefunga na umeomba, lakini umesema hii hali vile nimeiona, umekuwa na nini? Umekuwa na mashaka, umeingiza doubt katika yale maombi. Sasa yale maombi yanakuwa si kitu. Umeshinda njaa, umelala njaa siku 3 siku 4, maana sasa hiyo inageuka si maombi, ni njaa, kwa sababu umeingiza shaka na huyu Mungu. Lazima unapoenda mbele za Mungu uwe na uhakika naye, uwe na ujasiri, ndipo ataachilia rehema zake juu yako. Hapo ndipo utaomba, hapo ndipo utatafuta na utaona, ndipo utabisha na utafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunaomba, lakini maombi yetu kuna jina ambalo tumepewa, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine ambalo tumepewa chini ya jua hata mbinguni isipokuwa jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa jina la Yesu Kristo ndipo tunapata access ama kupata upenyo katika maombi yetu. Hakuna jina lingine ambalo linaweza kusababisha pepo ama mchawi ama adui akatawanyika kando na jina la Yesu Kristo. Hapo ndipo unapoota ndoto mbaya, unaona vitu vya kutisha, unasema katika jina la Yesu, na unapata amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ndugu zetu wale wengine upande ule wa pili wanakuambia nihubirie, lakini usinitajie jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu linapotajwa, hata kama kuna pepo amejificha wapi, yule pepo atapiga kelele na atatoka, kwa sababu jina la Yesu peke yake ni moto. So maombi yako lazima pia yaambatane na jina la Yesu Kristo. Tunaambiwa kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaelewana kwamba ili maombi yako yawe na nguvu, ili maombi yako yawe na uweza, lazima jina la Yesu Kristo linatumika katika kila prayer points zako ambazo unazoomba. Haijalishi ni mlima wa aina gani unauona mbele yako, lakini unapotamka jina la Yesu Kristo kupitia kwa maombi yako, haijalishi ni jiwe au ni mwamba wa aina gani, lazima utabomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Kristo litukuzwe. Naomba tufungue kitabu cha Yohana mlango wa 14. John chapter number 14 verse number 13. Maandiko yanasema kwamba nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina la nani? Kwa jina la Mungu ama kwa jina la Kristo, chochote mtakachouliza, utasema jambo na litakuwa. Kupitia kwa nani? Kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo lina nguvu, lina uweza, lina mamlaka ya kuharibu kila ngome na kila falme katika maisha ya mwanadamu. Ni wewe ujue kulitumia hili jina, maana kuna wengine wanalitumia sivyo, wanalitumia katika njia za udanganyifu. Lakini wakati unapotembea katika njia za Mungu, utaomba jambo lolote kupitia kwa jina la Yesu Kristo na utapokea. Utaombea mgonjwa, utasema ugonjwa huu ondoka, pepo wewe ondoka, na pepo atamtoroka kupitia kwa jina la Yesu Kristo na nguvu iliyo ndani yako katika maombi. Ujumbe wetu unasema kwamba nguvu ya maombi kwa Mkristo. Maandiko yanasema kwamba hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yaani wakati tunapoomba kwa jina la Kristo, Mungu atatimiza. Kwa sababu gani? Ili jina la Mungu litukuke, ni lazima ufanye nini? Ulitumie jina la Kristo ili Mungu akapate kuonekana. Wakati unapoliita jina la Mungu, wakati unapojiita jina la Yesu Kristo katika hali zako zozote, maandiko yanasema kwamba Mungu atajitukuza kupitia kwa nani? Kupitia kwa Mwana. Mungu anaweza kujitukuza kupitia kwako wakati unapojua kulitumia jina la Kristo katika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Jina la Bwana litukuzwe. Lazima tukalijue kulitumia jina la Kristo katika maombi yetu na katika njia zetu zote. Maandiko yanasema katika mstari wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Chochote utakachoomba kupitia kwa jina la Yesu utapokea. Haijalishi macho yako yanaangalia lile jambo unaloliona, unaona ni zito sana, Mungu hawezi kulifanya. Wakati unapoomba kwa imani na kupitia kwa jina la Yesu Kristo, ili Mungu atake kujidhihirisha, lazima litendeke. Ndiyo Mungu ajipatie utukufu katika maisha yako. Sisi tunamweza kumuona Mungu kupitia kwa maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu yale umeyaomba kupitia kwa jina la Yesu, Mungu atataka kujitukuza kwako. Na ili tumuone Mungu kwako, lazima Mungu ajidhihirishe. Ndio tuseme kweli, yule ni mtumishi wa Mungu. Tumeona yule Mungu anayetembea naye. Anasema pepo toka, na anatoka. Anasema mimi nitafanya jambo fulani, na kweli Mungu anatenda. Kwa sababu gani? Anaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Wengine hutegemea miungu, lakini angalia ile miungu ni sanamu, haina uhai. Mtumishi mmoja akasema kwamba wengine wanatetea miungu yao, lakini sisi Mungu anatutetea. Wengine wanapeleka chakula chao katika mizimu, yaani wanalisha mizimu yao chakula, lakini cha kushangaza ama cha kufurahisha ni kwamba sisi Mungu wetu ndio anayetulisha. Wengine wanavisha sanamu zao wakiziita miungu, lakini Mungu wetu sisi ndiye anayetuvisha. Kupitia kwa jina la Yesu sisi tunapata ushindi. Wale wengine wanapigania miungu yao, lakini sisi Mungu wetu anatupigania. Huo ndio ujasiri na hiyo ndio nguvu inapatikana katika maombi na maisha ya Mkristo. Hakuna jina lingine ambalo tumepewa chini ya jua. Utazunguka, utaenda hapa na pale, lakini hakuna msaada mwingine utapata kama umeignore jina la Kristo. Hapo ndipo ushindi wetu. Hapo ndipo tunaomba na tunaona maombi yetu yanafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Mungu litukuzwe. Naomba tusome Warumi. Nguvu inayopatikana katika maombi kwa maisha ya Mkristo. Warumi mlango wa 8 mstari ule wa 26. Maandiko yanasema kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kumbe tunaomba lakini tuna mapungufu. Ndio maana tunahitaji nini? Tunahitaji Roho. Roho ndio anatusaidia kuomba, kwa sababu hatujui kuomba itupasavyo. Na ndio maana tunahitaji nini? Tunahitaji Roho Mtakatifu. Mkristo, maombi yako yanahitaji Roho wa Bwana ndani yako. Kumbe unaweza omba lakini hakuna Roho Mtakatifu ndani yako, so maombi yako yanakuwa si kitu. Kumbe tunahitaji Roho Mtakatifu wa kutusaidia kuomba, kwa sababu hatujui kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunahitaji Roho wa Bwana tunapoomba. Na ndio maana mara nyingi tunafundishwa hapa na watumishi wa Mungu, tunaambiwa kwamba wakati unapoenda mbele za Bwana, unamwambia Bwana, Roho wa Bwana jiunge nami katika vita hivi, kwa sababu mbele yako kuna mlima, mbele yako kuna maadui wameinuka. Unamwambia Roho wa Bwana jiunge nami katika hivi vita, maana nimeona maadui zangu wamejipanga. Lakini Roho wa Bwana ninakualika, naitisha uwepo wako katika maeneo haya. Nahitaji nguvu zako. Roho wa Bwana ingia ndani yangu, nielekeze jinsi ya kuomba. So Roho wa Bwana anaingia ndani yako. Uwepo wa Bwana unashuka. Sasa Roho wa Mungu ndio anakuelekeza, omba hivi, omba hivi, omba vile, omba hivi. Hata mambo mengine haukupanga utayaomba, lakini kwa sababu umemwalika Roho wa Mungu ndani yako, sasa anakuelekeza. Ndio maana unasema kwamba, unasikia mtu anakuambia kwamba nimeomba, nilikuwa ninaombea mambo yangu, lakini sijui imekuwaje, nimejikuta ninaombea mtu fulani, nimejikuta
ninaomba jambo fulani ambalo sikulipangia. Sasa sio wewe tena, lakini ni Roho mwenyewe sasa anajua jinsi inavyotakikana. Roho wa Mungu anaona hitaji ambalo unahitaji, ambalo wewe hukulijua. Sasa Roho wa Mungu ndio anafanya nini? Anakuelekeza, anakufundisha jinsi ya kuomba. Unaweza kuwa umesema kwamba maombi haya nitafungia jambo fulani, alafu Roho wa Mungu akakudivert, akakwambia kwamba wiki hii utaombea kanisa. Sema mimi nilikuwa nimepanga nataka nikuombee jambo fulani. Na wakati unapomsikiza Roho, sasa Mungu yale mahitaji ambayo ulikuwa unataka kuwaombea, Mungu anafanya nini? Anayatekeleza. Kwa sababu hatufanye nini? Hatujui kuomba. Ndio maana tunahitaji Roho Mtakatifu atuelekeze, atufundishe, kwa sababu hatujui kuomba nini? Jinsi itupasavyo. So kumbe tunahitaji Roho wa Bwana aingilie kati katika maombi yetu ili akatekeleze sawasawa na mapenzi yake. Amen. Anaendelea kusema hiyo Romans 8:26. Anasema kwamba aya ya pili, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kupitia kwa Roho wa Bwana, kupitia kwa Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Yaani wewe unajitahidi unaomba, lakini Roho wa Mungu anakuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa katika kinywa chako. Kwa sababu gani? Umejinyenyekeza mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengine yanakuwa rahisi kwa sababu umemwalika Roho wa Bwana akusaidie. Maombi haya yanakuwa makavu na yanakuwa magumu kwa sababu tunaomba wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari hii ya wokovu inakuwa ngumu kwa sababu tunatembea wenyewe. Lakini tunapomwalika Roho Mtakatifu, tunapomwalika Roho katika safari hii ya wokovu, tunapomwalika Roho wa Mungu katika changamoto ambazo unazopitia, mpendwa, utaona tu unajikuta unapanda. Kwa sababu sio wewe tena, lakini ni Roho aishie ndani yako anayekuongoza. Ndio unasikia mtu anakuambia niliamka usiku, nikaanza kuomba, nikaomba. Lakini nilipokuwa naendelea kuomba, nilishindwa na kujielewa. Nilipoamka nikiangalia saa, niliona nimeomba 2 hours na mimi sijawahi omba 2 hours. Sababu nini? Sio wewe tena unaomba. Roho Mtakatifu anaomba kwa uwezo ambao usingeweza kutamkika ndani yako. Ni nguvu ya Mungu sasa iko ndani yako inayokuongoza. Sasa sio wewe unayeomba tena, ni Roho wa Mungu anaomba ndani yako. Ni Roho wa Mungu anachemka ndani yako. Wakati Roho wa Mungu anachemka ndani yako, mpendwa, hapo ndipo unaona wimbo alafu unacheka. Unaona ngurumo inapiga alafu unacheka. Watu wanakungojea ulie, watu wanangoja uhuzunike. Wanasema huyu sasa tumemweza. Kumbe Roho wa Mungu anabubujika ndani yako. Roho wa Mungu anabubujika ndani yako. Yaani watu wameangalia lile tatizo, sema yule sister yule anateseka, yule mama yule anajua hajui. Lakini wanashangaa ule ushuhuda unaotoka katika kinywa chako. Wanashangaa yale maneno yanayotoka kwa kinywa chako. Wanasikia maneno ya ushindi, kwa sababu sio wewe unayetamka yale maneno, sio wewe unayeongea tena, sio wewe unayetembea, lakini ni Roho ananguruma ndani yako, maana umemwachia achukue usukani. Asubuhi ya leo katika mafundisho haya, kama Mkristo, jua nguvu iliyo ndani ya maombi. Jua ujasiri ambao Mungu ameweka ndani yako. Jua nguvu ya maombi. Unaweza kubadilisha hali yoyote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2. Nguvu ya maombi katika maisha ya Mkristo. Ni kupitia maombi tunapata majibu. Ni kupitia maombi tunapata majibu. Hakuna majibu yoyote utapata kabla haujauliza.
Kuuliza kwako kunapatikana katika maombi. Ni kupitia kwa magoti ndipo unaweza kubadilisha mazingira. Kupitia kwa maombi unaweza kubadilisha hali ambayo inaonekana kuwa ngumu. Jeremiah chapter number 33 verse number 3. Jeremiah chapter number 33 verse 3. Maandiko yanasema kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kupitia kwa maombi ndipo unajua adui yako anapanga nini. Ni kupitia kwa maombi ndipo unajua utapigana kwa jinsi gani. Ni kupitia kwa maombi unaweza kubadilisha situation yoyote ambayo unaiona mbele yako. Maandiko yanasema kwamba niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite, kwanza muite Mungu, anasema kwamba ataitika. Alafu Mungu akishaitika anasema kwamba nitakuonyesha mambo makubwa magumu ambayo kwa akili zako na mawazo yako usingefanya nini? Usingeyaweza. So tunaelewana kwamba kama Wakristo ni lazima kwamba tumuite Mungu. Lazima katika situation yoyote lazima umwalike Mungu katika hali zako. Hautaweza kushinda vita, hautaweza kupigana vita vyako usipomuhusisha Mungu. Kumuhusisha Mungu ni kupitia kwa maombi. Si kufuata watu ili wakusaidie, si kufuata watu ili labda wafanye jambo fulani ndio uamini kwamba Mungu ametenda. Wewe jambo la muhimu ni kumuhusisha Mungu, ni kumuita Mungu katika situation unayopitia. Ukishamuita Mungu, then Mungu anashuka, ana intervene katika situation ambayo unayopitia. Wakati mara nyingi tumefundishwa hapa, mtumishi wa Mungu ametufundisha sema kwamba wakati unapokunja mikono, Mungu naye anakunja mikono. Lakini wakati wote unapomuonyesha Mungu mikono yako umenyoosha, maandiko yanasema kwamba Mungu anafanya nini? Ananyoosha mkono. Anakutangulia kama moto unaoteketeza. Anakutangulia kama nini? Kama moto ama kama nguzo ya moto katika situation ambayo unayopitia. Na ndio maana tunasema kwamba Mungu wetu ni kama moto unaofanya nini? Ni kama moto ulao. Mungu wetu ni kama nguzo ya nini? Ni kama nguzo ya moto. Ninapomuita katika matatizo ninayopitia, Mungu anashuka, anaharibu kila uovu. Kama kuna giza mbele yangu, anashuka, anakuwa nuru na ninapita. Kama kulikuwa ni ukuta mbele yangu, Mungu anashuka na anafanya njia mahali pasipo na njia. Na ndio maana tukisoma Biblia tunaona historia ya Musa. Maandiko yanasema kwamba wakati wana wa Israeli waliposikia kiu, Mungu alimtumia Musa, akamwambia Musa, piga mwamba huu, na mwamba ule ukatoa maji. Na ndio maana tunamuita kwamba mwamba ulio imara. Wakati unapojua nguvu ya maombi, hautaogopa. Mara nyingi tunaogopa kwa sababu hatujajua ule uwezo ulio ndani yetu katika maombi. Na ndio maana tunaomba maombi ya kufanya nini? Ya kupapasa papasa. Lakini ukijua uweza ulio ndani yako katika maombi, hautaogopa wachawi. Hautaogopa wanapojipanga ili wakuangamize. Kwa sababu unajua nitakapotamka neno moja, maadui zangu watakuwa kama si kitu. Daudi anasema kwamba katika Psalms 35 anasema kwamba Mungu atawapinga wale wanaokupinga. Yaani wewe ni utamke neno moja tu, na kila kitu kiwe nini? Kiwe sawa. Kwa sababu Mungu ameweka mamlaka, ameweka nguvu na ameweka na uweza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika hiyo, kupitia kwa maombi, anatupatia uweza wa kushinda mbele
ya adui. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 18. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 18. Maandiko yanatuambia kwamba kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. 18 aya ya kwanza. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Tuombe kila wakati, lakini si kuomba peke yake, lakini tuombe katika roho. Usiombe kwa sababu watu wengine wanaomba, lakini omba katika roho. Wakati unapoomba katika roho, milima inayeyuka. Maandiko yanasema kwamba tuombe kila wakati. Anasema kwamba mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Tukikesha kufanya nini? Tukikesha kuomba. Na kufanya nini? Na kukaa hapo. Si kukaa hapo kusimama, lakini kudumu katika utakatifu wake. Wakati unapotafuta uso wa Mungu, wakati unapofunga na kuomba, wakati unapomngojea Mungu atende, basi kaa hapo. Usiombe alafu ukatoka katika mstari. Mara nyingi maombi yetu yanakuwa vigumu kujibiwa. Kwa sababu gani? Tunaomba vizuri. Tunatembea katika zile siku ambazo tumetangaziwa mfungo. Tunatembea vizuri katika utakatifu, lakini baada ya kumaliza mfungo ule, baada ya kumaliza siku zile, tunarudi kule tulikuweko jana. Tunarudi kule tulikuweko. So wakati Mungu anataka kuachilia majibu yako, unapatikana haupo. Na wakati unapopatikana haupo, hapo ndipo sasa unaanza kuuliza Mungu maswali. Kwani Mungu imekuwaje? Nimekuwa nikifunga. Hata nilijitahidi wiki hiyo, nilikuwa natembea katika njia safi. Lakini baada ya hapo, ulienda wapi? Ulirudi wapi? Ulirudi msituni. Wakati Mungu anataka kuachilia majibu yako, kwa sababu ulitimiza vigezo vyote, lakini wakati Mungu anataka kuachilia kile ambacho alikuwa umekusudia ama ulikuwa unaomba, anakupata haupo, umeondoka. Hapo ndipo unaanza maswali ya kujiuliza, ni kweli Mungu yuko? Yes, Mungu yupo, lakini wewe ndiye haupatikani. Wakati Mungu anapotaka kuachilia majibu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. James chapter number 4 verse number 7. Maandiko yanasema kwamba resist the devil and he will flee from you. Mkimbie shetani naye atafanya nini? Atakutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuzidi kujikaza katika njia zote. James chapter 4 verse 7 inasema kwamba, nzuri nisome, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu. Kumbe tunaweza kuwa ni Wakristo lakini hatumtii Mungu. Kumtii Mungu ni nini? Ni kuwa unatembea katika zile njia ambazo Mungu anataka. Ndipo utaomba na Mungu atafanya nini? Ataachilia chochote unachouliza. Kile kitu Mungu anangoja kutoka kwako ni obedience yako. Wana wa Israeli wale walikuwa katika kuanzia miaka 20 kurudi nyuma, wengi hawakufika katika nchi ya ahadi. Kwa sababu ya nini? Ya utiifu. Walikosa kumtii Mungu, wakaanza kunungunika, wakaanza kumlalamikia Musa, wakakosa kutii ile sauti ambayo iliwaambia watoke Misri, wakakosa kusikia na kuelewa kwamba Mungu aliwaambia kwamba simameni mkauone wokovu wangu. Wakasahau. Tuwe watiifu. Hapo ndipo maandiko yanatuambia kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Tukimpinga shetani, shetani hatakuwa na mamlaka kwako, kwa sababu wewe mwenyewe tayari umemwonyesha sina haja na wewe. Lakini kuna vitu vinasababisha shetani anatukaribia. Shetani anaponiangalia, shetani anapokutazama, kuna kitu anaona kwako.
Mtumishi mmoja akawa anafundisha, anasema kwamba wakati mwingine tunaabudu pasipo kujua. Tunamsifu Mungu, tunamwimbia Mungu, lakini shetani anapoangalia anaona kuna kodi yake hapo. Anaona kuna kodi yake hapo. Kuna jambo ambalo linaalika uwepo wake hapo. Lakini wakati unapomkataa, hakuna chochote ambacho kinapatikana mbele yako. Kwa sababu kuna jambo ambalo linamfanya shetani akukaribie, kwa sababu kuna kitu ambacho kina muunganiko na yeye kwako. So lazima ufanye nini? Umkimbie. Naye atafanya nini? Atakutoroka. Lazima umkatae shetani kwa nguvu zako zote. Wakati unapomkataa shetani, ni kukataa njia zake zote. Chochote ambacho unajua kwamba hakimpatii Mungu utukufu ndani yako, katika maisha yako, ukikatae, maandiko yanasema kwamba shetani sikukimbia, atakimbia tu, atatoroka. Kwa sababu gani? Ndani yako hakuna sababu yoyote. Tukafundishwa hapa kwamba shetani alimjaribu Yesu, lakini alipomtazama Yesu, hakuna chochote ambacho kinamfanya shetani azidi kukaa pale, kwa sababu hakuna muunganiko wote. Je, kuna kitu ambacho kinasababisha unaomba maombi yako hayajibiwi? Je, kuna sababu inayosababisha shetani asitoroke katika zile hali ambazo unazopitia? Jichunguze, nijiangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaomba, tunakemea pepo lakini hatoki. Kwa sababu gani? Kuna kitu kinatupatia muunganiko na nani? Na shetani. Lakini wakati unapomresist, wakati unapompinga, shetani hana sababu. Kuzimu hakuna nafasi katika maisha yako. Uchawi hautafanikiwa kwa njia yoyote, kwa sababu malaika wa Bwana wamekuzingira. Kwa sababu gani? Nguvu na mamlaka ambayo yako ndani yako. Yale maombi unayoyaomba yameachilia uwepo wa Mungu ndani yake. Chochote hakisimami mbele yako kufanya nini? Kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini pia wakati unapomtoroka shetani, ama wakati unapomkataa shetani, giza linaondoka na unafanya nini? Unapata upenyo hata katika kuomba. Bwana asifiwe sana. Lakini pia katika maombi tunapata nini? Tunapata hekima na tunapata nini? Uelekezi. Kupitia kwa maombi na kupitia kwa neno la Mungu tunapata nini? Tunapata hekima. Neno la Mungu linatuambia kwamba anayeuliza hekima aulize kwa nani? Aulize kwake. Kama kuna mambo yanayokusumbua, unashindwa utafanya nini, maandiko yanasema kwamba nenda kwa Bwana, muulize, naye atafanya nini? Ataachilia hekima juu yako. James chapter 1. James chapter 1 verse number 5. Maandiko yanasema kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu. Anayepungukiwa na hekima aulize kwa Bwana, na wala hakemei, atapewa. Kumbe kupitia kwa maombi ndio tunapata nini? Hekima. Kumbe kupitia kwa maombi ndipo tunapata nini? Direction. Unajiuliza, nitafanya nini ili nishinde hivi vita? Kupitia kwa maombi na kumuuliza Mungu, hapo ndipo Mungu anafanya nini? Anaachilia hekima. Hapo ndipo Mungu anakupatia direction katika maombi yako na katika jambo ambalo unaloombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika Yohana 16 mstari wa 13. Yohana mlango wa 16 mstari wa 13. Maandiko yanasema kwamba John chapter 13 verse 13 and 15 inasema kwamba ninyi mwaniita mwalimu. Yes, 13. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi
Ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadha miguu ninyi kwa ninyi. Kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama nilivyo watendea nanyi mtende vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapewa direction na Kristo. Yesu anatuonyesha mfano. Licha kwamba sisi tunaomba, lakini pia lazima tuonyeshe mfano, tuonyeshe unyenyekevu hata kwa wadogo zetu na wakubwa zetu. Yesu anaonyesha mfano kwamba yeye licha kwamba wanamuona ni mkubwa, lakini aliwatawadha ama aliwasafisha wale walio wadogo ama wanafunzi wake. Aliwaonyesha mfano ili maombi yetu yawe na nguvu, ili maombi yetu yawe na uweza, lazima pia tunyenyekee. Yesu anatufundisha kufanya nini? Kunyenyekea. Unaponyenyekea, hapo hakuna kiburi, hakuna kujiona kwamba wewe ni wa maana kuliko mwingine. Unajiona kwamba sisi tuko sawa machoni pa Bwana. Hapo ndipo utaomba na utashuhudia uzuri wa Mungu katika jina la Yesu. Lakini katika kuomba kunapatikana uponyaji, na katika kuomba kunapatikana ukombozi. Katika kuomba kunapatikana uponyaji, na pia katika kuomba kunapatikana nini? Kunapatikana ukombozi. James chapter 5. James chapter 5 verse number 14. Maandiko yanasema kwamba mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata akiwa amefanya dhambi atasamewa. Mtu wa kwenu amefanya nini? Ameshindwa, hajiwezi. Awaite wazee, awaite watumishi wa Mungu, washikane mikono, wamuombee. So katika maombi tunapata nini? Tunapata uponyaji. Kama ulikuwa ni mgonjwa, umeomba, Mungu anakuponya. Kama ulikuwa umepagawa, watumishi wa Mungu wanaposhikana mikono, watapokuombea, unafanya nini? Unakombolewa. Wanapoomba nini? Kwa imani. Katika hayo yote tumeongea, tunakuja kwa nini? Kwa imani. Maombi yetu yale yote ambayo tunaomba, lazima tuwe na imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mark chapter 1 verse 35. Marko mlango wa kwanza. Nguvu ya maombi ya Mkristo. Marko chapter number 1 verse 35 inasema hivi: hata alfajiri na mapema sana akatoka akaenda zake hali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Yesu, tunapewa mfano. Yesu alichukua nafasi ya kufanya nini? Ya kujitenga, akaenda faraghani. Kuna wakati unahitaji ujitenge na watu, unatafuta mahali pasiri. Mahali pasiri ni mahali unaenda mbele za Bwana, unanyenyekea. Wanafunzi wake wakamtafuta Yesu wasimuone, kumbe amejitenga. Kutafuta nini? Kutafuta uso wa Bwana. Licha kwamba Kristo alikuwa ni Mungu, lakini alijua kwamba maombi ndiyo silaha. Wakristo wa leo tunakosa maombi kwa sababu hata hatuna muda na Mungu. Hauna nafasi ya kutosha na Mungu wako, hauna nafasi ya kujitenga. Ndio maana utastruggle, utang'ang'ana sana ukiomba. Kwa sababu nini? Unatumia nguvu yako. Lakini wakati unapochukua nafasi ya kujitenga, ya kumwambia Mungu nipe nguvu, utatembea peke yako. Lakini jambo la tano pia katika kuomba, hapo ndipo tunafanya nini? Tunatiwa nguvu. Waefeso 6, Waefeso 3, Waefeso mlango wa 3, Ephesians chapter 3 verse 16. 3:16. Maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 16, Waefeso ule mlango wa 3
mstari wa 16. Maandiko yanasema kwamba, wacha nianze 14. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. 16. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanya imara kwa nguvu na kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maombi tunatiwa nini? Tunatiwa nguvu. Ni kupitia kwa maombi ndiyo unasikia umepata nini? Nguvu ya kuendelea. Ni kupitia kwa maombi unapata ujasiri. Mungu ambaye anayepeana atafanya nini? Ataachilia baraka zake sawasawa na utajiri wake, sawasawa na neno lake. Nikimalizia kwa sababu ya wakati, ya 6, katika maombi, hapo ndipo tunaona mapenzi ya Mungu yakitendeka katika dunia hii. Ni kupitia kwa maombi ndipo tunaona uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Kwa wakati wako utasoma Matthew chapter 6 verse 10. Yesu anawafundisha kwamba, anawaambia kwamba muombe kwa jinsi hii: Baba yetu uliye juu mbinguni, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama nini? Kama huko mbinguni. Ni kupitia kwa kuomba mapenzi ya Mungu yanatendeka katika maisha yako. Ni kupitia kwa maombi chochote unaomba unapokea. Amen. Katika 7 njia, kupitia kwa maombi ndio tunafanya nini? Tunapata nguvu ya kujenga uhusiano wetu na Mungu. John 15 verse 7. Yesu anasema kwamba mkikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yenu, mtafanya nini? Mtafanya jambo lolote, ama mtasema kiwe na kikawa. Utasoma kwa wakati wako Yohana 15:7. Hiyo ndiyo njia, ama hiyo ndiyo nguvu ambayo inapatikana katika jina la Bwana. Kuna maombi aina nyingi ambayo yanaachilia nguvu. Hii nitasummarize kwa sababu ya wakati. Maombi yanayoachilia nguvu. Number 1, ombi la imani. Utasoma Marko mlango wa 14 mstari wa 24. Kuna ombi la makubaliano. Mnakubaliana wewe na mwenzako. Prayer of agreement. Matthew chapter 18 verse number 19. Maandiko yanasema kwamba 2 watatu wanapofanya nini? Wanapopatana, then wataomba jambo lolote, wataagree na Mungu atafanya nini? Atatenda. Mathayo 18 mstari wa 19. Maombi mnaposhikana kama group ama kama intercessor. Ezekiel 22 verse number 30. Ukusimama katika zamu, kusimama kwa sababu ya mwenzako. Mungu anasikia maombi hayo. Kusimama katika zamu, maombi ya declaration, kudeclare, kukubaliana, tuseme, tudeclare jambo fulani, Mungu lazima afanye jambo hili, tukubaliane. Hayo ni maombi. Unaipata katika Job 22 verse 28 na kuendelea. Hapo katika hiyo 22 and 28, Job chapter 22 verse number 28 nasema kwamba mtasema ama mtadeclare jambo na litafanyika. Ya 5, mtaomba kwa roho. Na mnapoomba kwa roho, Mungu atafanya nini? Ataachilia chochote ambacho mnachoomba. Kuna njia nyingi za maombi, lakini kwa leo nitakomea hapo. Wakati mwingine maombi yetu hayajibiwi kwa sababu tunaomba vibaya. James chapter 1:6 anasema kwamba tunaomba lakini hatuamini, tuna mashaka, hatuna imani na Mungu wetu. Wakati mwingine katika Psalms 66 verse 18 tunaomba lakini hatujasamehea, tunaomba lakini tuna vinyongo. Ili maombi yako yawe na nguvu, lazima ufanye nini? Utoe kinyongo, samehe, ondoa majivuno, ondoa kujiona wewe ni bora kuliko mwingine. Samea kama kuna mtu amekukosea, usimbebe. Hapo utaomba na Mungu atafanya nini? Atakusikia. Amen. Kwa sababu ya wakati, Mungu awabariki sana na watende mema.